Ile ya 5 mstari wa 27 the book of Acts chapter 5 hadi 32 verse 27 up to 22. Neno la Mungu linasema hivi. The word of God says, walipowaleta wakawaweka katika baraza, kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtu huyo
huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtio. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umesoma mkuu wa wanani? Aliwakataza kuwakataza. What preaching we said that he tried to forbid. Kuhani mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuhani anapatikana wapi? Where can we find the priest? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ni watu wale ambao wako kanisani wanaotaka kutesa kanisa. The priest can be found in the church of people that Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sababu wao walikuwa na elimu tofauti na elimu ya Yesu. They had a different education from our awareness. Na wakazingatia ndani yao wakaona kwamba ndio kweli. And they stood with it that it's the right. Na wakaita wanafunzi. And they told the disciples. Sisi tumekwisha kuwakataza. And we told them, we told them, Usiendelee na hilo jina. don't keep spraying the devil. Lakini ninyi mbona mnakatazana na hilo jina? Stop spraying the devil Jesus. Tumekwisha kufundisha watu wengi. We told them a lot of people. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Isingewezekana tena That was impossible. jina la Yesu kufungwa. The name of Jesus could never be bound. Ikiwa wakati Yesu alikuwa ulimwenguni, And when Jesus was in the world, alifanya miujiza he did miracles. kwa watu wamoja na waambia nenda lakini usiseme. And he told some people, go and say to anyone. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wakati Yesu anajitambulisha kwa wanafunzi, When Jesus introduced himself to his disciples, anawauliza he asked them, watu wananiita nani? how do people call me? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na nyinyi mnaniita nani? Who, you, how do you call me? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na jibu yao ilikuwa kwamba wewe ni mwana wa Mungu. He said, you are the Son of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na ikawa akasema hayo maneno unayosema wewe Petro And he said, the one you said, Peter, sio maneno yako. that's not coming from God. Umepewa na Baba. That's the God of the Bwana Father. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Lakini msiambie watu. But don't tell anyone Haya yote yamepitika hapa. whatever took the Bwana second. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wakati ilikuwa bado. The time wasn't there. Lakini wakati wa wanafunzi. But by the time of the disciples, Bwana Yesu asifiwe. praise the Lord, Ilikuwa wakati ya kutangaza ukuu wa Yesu. it was the time to spread the goodness of Ilikuwa Jesus. wakati ya kutangaza nguvu It alizonazo. was the time to spread the power that Jesus has. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo ndugu yangu nakwambia, You know, I'm telling you now, ujue ndani ya Yesu kuna nguvu. know that in Jesus there's power. Na ni wewe unayemfuata Yesu, And it's you who serve Jesus. utatangaza zile nguvu. You will spread the power of Jesus. Wakufunge, Even if they burn you, wakupige, even if they beat you up, kubali mateso. accept it. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sababu hao wakina Petro Because Peter, walifungwa, they were put in the cell. walipigwa, They were beaten up, lakini hawakubadilika. but they never changed their directions. Walikuwa wamekwisha kupokea zile nguvu. Because they had already received the Na power. wewe unayepokea nguvu, And you will receive the power. usibadilike. Don't change. Wala usiende kwenye dunia. Don't go to the world. Wala usifuate mienendo yao. Don't follow their ways. Fuata ile njia ambayo Follow ni the way of Jesus. ile njia ya uzima. That's the way to eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda na neno letu la pili We will go to our second one. ambalo ni kufunguliwa. Being set free. Tunaweza kusoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu Let's read the book of Luke sura ya 24 4, mstari wa 44 verse 24 hadi 47. up to 47. Luke 24, 44 to 27. cha Luka sura 24 mstari wa 44 hadi 47. Neno la Mungu linasema hivi:
Kisha akamwambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nawe, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo atawafunulia akili zao wapata kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiri kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno ya Yesu. Those are the words of Jesus. Wakati Yesu alifufuka. When he was rising, Bwana Yesu asifiwe. praise the Lord. Alimwambia ya kwamba He told them, yale yote yaliyosema na manabii whatever the Savior said, na yale yote mimi nimewaambia and whatever I told you, ni lazima yatimie. that must come Kwa